tukazungumza katika swala la ujenzi wa shule. Tukasema kwamba skuli yetu ile kwanza ni ya muda mrefu. Tena bahati nzuri tulifanyia kule kwenye yale mabanda juu tukiwa tuna ushahidi na unaona Juma tujue hayo juu, yani mvua ikinyesha hapo wanafunzi mnakaa pembeni. Kupitia mradi wa Mkua tuweza kupata ufadhili wa kuweza kusikiliza changamoto zetu. Tuliweza kufanya vikao hichi, ile ni kikao cha muendelezo, ni kikao cha 4. Tulifanya kikao cha mwanzo ambacho kilikuwa ni cha watoto watupu kuwasilisha changamoto zetu na namna kuwafundisha watu namna kufanya advocacy, lakini cha pili pia tukafanya ambacho kilihudhuriwa na diwani pamoja na shea cha kuweza kuwasilisha changamoto zetu, na kikao cha 3 tuliweza kufanya kikao ambacho kilimhusisha pamoja mwalimu mkuu wa shule ya msingi, tupata pamoja na afisa wa elimu msingi ambao tuliorodhesha changamoto zetu ikiwemo changamoto ya ukosefu wa kompyuta, ujenzi wa shule ambao ulisita kwa muda, na pia vile vile tuliorodhesha changamoto ya ushirikiano mdogo baina ya walimu na wazazi. Tulipokuja kikao cha pili tulipatia ufumbuzi masuala yale, tumepata ufumbuzi masuala ya ujenzi wa skuli, tumepata masuala ya walidai na masuala ya chemical, na vile vile tuliweza kuyaondoa, na sasa hivi tumo katika mchakato wa kumalizia ujenzi na kwa ajili ya kuwapatia watoto kompyuta kama wanavyodai. Mchakato wa maboresho ya skuli ya Uzini tulianza kwa watoto kuibua changamoto na walipendekeza kuboresha skuli, na wakati tunakuja mwanzo kabisa skuli ilikuwa haijakarabatiwa, majengo yalikuwa mabovu, kuna majengo yalikuwa yameanza ujenzi yalikuwa yamesimama, lakini kwa sasa hivi tunaona ujenzi umeanza, skuli inakarabatiwa, majengo yanakarabatiwa, lakini jengo lililosimama ndo kama lile pale tumeliona linaendelea vizuri kabisa kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo tunashukuru sana mradi huu wa Mkua umewezesha sisi na Zafa Plus na Save the Children kufikia mpaka matokeo haya kwa kutumia mfumo wa Child Centered Social Accountability. Kwanza nafurahi sana na nashukuru ZCRF kwa kutushika mkono katika kuzipaza sauti zetu kwa zile changamoto ambazo tulizitoa. Pia tunashukuru sana hizo changamoto zetu kufanywa kazi, kama sisi watoto tunajivunia kwa hilo. Tunafurahia kukutana na vikao kama hivi, maana changamoto zetu nyingi tunapata kutatuliwa. Tulikuwa hatuna mabuku maskulini, mabuku yamekuja kwa wingi, vitabu tulikuwa hatuna, vitabu vimekuja kwa wingi. Na sasa hivi tunaona maendeleo yake, watoto wamekuwa afadhali, ufauli umeongezeka, kwa hivyo tunashukuru. Mambo ya majengo tunashukuru sasa hivi pia yameendelea kuimarika. Kwa hivyo katika kushirikiana kwa matatizo haya na makundi haya kukaa nayo pamoja, basi tunashukuru hizi matatizo mbalimbali, changamoto tunaweza kuzitatua sisi wenyewe. Upo umuhimu mkubwa sana, maana tunapata kuibua zile changamoto. Hasa kama mimi nimejiunga ndani ya kamati ya skuli, tunaziibua sana, tunakaa pamoja na walimu na sisi wanakamati kama wazazi. Umuhimu wa kuwashirikisha watoto katika mambo yanayowahusu, kwanza unasaidia watoto kujua michakato ya maendeleo, lakini watoto wanavyoibua na kutoa mapendekezo yao yanafanywa kazi kwa haraka sana na viongozi, na wao wanakuwa ni sehemu ya mchakato, kwa sababu watoto ndo wanaojua mazingira ambao wanaishi, ndo wanaojua changamoto ambazo wanazipitia. Kwa hiyo kuwashirikisha wao inapelekea yale mapendekezo ambao wanayatoa ni ya hali halisi na yanafanywa kazi kwa urahisi. Kwanza kama sisi watoto tukishirikishwa katika jamii, katika skuli na hata katika familia, na sisi watoto tuna mawazo mbalimbali kuweza kutoa, ila wazazi wasiwe na ile zanaduni ambayo ya kusema mtoto hawezi kuchangia kitu katika familia wala katika jamii. Kama sisi watoto tuna mchango mkubwa katika kukuza maendeleo ndani ya jamii. Kwanza kama sisi watoto tukikaa sisi watoto wenyewe na kujadili changamoto zetu ambazo zile zinatuhusu na kuzipaza sauti zetu, pia zinafika mbali zile sauti, na hata wale viongozi wakiona kila siku sisi watoto tunasema jambo lile lile, wao wenyewe mwisho wanashindwa, wanaona bora kulifanya. Kwa hiyo sisi kama watoto tunashukuru sana, tena tunazidi kushukuru kama kutoa changamoto zetu na kuona zinatekelezwa na viongozi wetu.